Kama daktari amekwambia una tatizo la upungufu wa damu, kwa hiyo unatakiwa ule vyakula vya kuweza kuongeza damu, video hii inakuhusu. Lakini hata kama wewe ambao hujaambiwa una upungufu wa damu, tafiti zinatuonyesha Watanzania wengi wanasumbuliwa na tatizo hili, ikiwemo watoto, ikiwemo wajawazito, ikiwemo wanawake ambao wapo katika umri wa kuweza kubeba mimba, lakini pia hata watu ambao wana magonjwa mbalimbali, mfano magonjwa ya vidonda vya tumbo. Kupitia video hii nataka niweze kuelekeza vyakula ambavyo kwa bei ndogo kabisa vinaweza vikakusaidia kuepukana na tatizo la upungufu wa damu au vikaweza kukinga kabisa usiweze kupata tatizo hili, kwa sababu madhara ya upungufu wa damu ni makubwa sana. Mfano, kuna watu wanapata mpaka matatizo ya moyo kwa sababu ya kuishi na matatizo ya upungufu wa damu. Lakini tukiangalia watoto wetu ambao wanasoma shule, kuna wengine wanakuwa na maendeleo hafifu ya kielimu kwa sababu tu ana upungufu wa damu au kinga dhaifu. Lakini mama mjamzito, kuna ambao wanapoteza mimba, kuna ambao wanajifungua watoto njiti, lakini pia kuna wengine wanapoteza maisha kwa sababu tu ya wanakuwa na upungufu wa damu kipindi cha ujauzito. Tafiti zinatuambiaje? Ripoti ya tafiti ya mwaka 2022 inatuambia kwamba kati ya watoto 159 wana upungufu wa damu, yani miezi 6 mpaka miaka 5. Lakini tukija kwa mama ambao wapo katika umri wa kuweza kubeba mimba, ina maana miaka 15 mpaka 49, wa mama 40 kati ya 100 wana upungufu wa damu. Ila tukija pia kwa wanawake ambao ni wajawazito, wanawake 56 kati ya 100 wana tatizo hili la upungufu wa damu. Sasa upungufu wa damu unagawanyika katika aina mbalimbali, kuna mild, kuna moderate, kuna severe. Sasa mimi nitazungumzia upungufu wa damu kwa ujumla. Tunapowaambia watu kwamba ni vyakula gani vinasaidia kuongeza damu, wengi huwa wanaanza kufikiria gharama kubwa, wakati kuna vyakula ambavyo mpaka shilingi 500 mpaka shilingi 1000 vinawasaidia kabisa kuongeza damu. Chakula namba 1 ni mboga za majani. Hizi ambazo zina rangi ya kijani, zinapopikwa zinakuwa zinaelekea kuwa na weusi fulani. Mboga hizi ni kama mashona nguo au wengine wanaita mbwembwe, lakini kuna majani ya kunde, kuna spinach, kuna mchicha, kuna tembele na kadhalika. Sasa mboga hizi huwa zimebeba kwa kiasi kikubwa madini chuma ambayo tunasema heme iron, lakini pia imebeba vitamini B9 au folate. Hivi ni virutubishi vya msingi sana kwenye kutengeneza damu yenye afya. Kosa kubwa watu ambao wanafanya hapa ni kula mboga hizi bila kuweka vyakula vyenye vitamini C. Huwa tunashauri ukiwa unapika mboga hizi, mfano ni tembele limeiva, unatakiwa ukamulie limao. Kama hujakamulia limao, kula na matunda kama machungwa. Ina maana umemaliza kula chakula chako, kula zako machungwa 1 au 2 ili yaweze kuchanganyikana na ile mboga uliyokula. Hii itakusaidia kuweza virutubishi vilivyoko viweze kufyonza kwenda kutengeneza damu. Chakula namba 2 ni jamii ya mikunde. Tunaposema mikunde, na maanisha vyakula vyote ambavyo vipo kwenye familia ya maharage. Mfano, kuna soya lishe, kuna dengu ni nzuri, kuna choroko, mbaazi, maharage ni mazuri sana kwenye kutengeneza damu yenye afya kwa sababu imebeba virutubishi kama vitamini B9, lakini pia imebeba protini na virutubishi vingine ambavyo vinasaidia kwenye kutengeneza damu kama madini chuma. Kwa hiyo zingatia ulaji wa vyakula hivi viwe sehemu ya milo yako kila siku. Vyakula namba 3 ni samaki, lakini pia na dagaa. Tunapozungumzia samaki, mfano kuna samaki kama jodari au wanaita tuna, shrimps, uduvi, kuna dagaa mfano kauzu na samaki jamii nyingine. Lakini hivyo vitaja hizi ndo zinaongoza katika kundi hili. Ni msingi sana kwa sababu na virutubishi vya msingi. Vyakula vingine ni mtama, uwele na ulezi. Hivi ni vyakula pia vimebeba madini chuma, vimebeba na virutubishi vingine. Hapa inaweza ikatumika kama ugali, lakini pia inaweza ikatumika kama kwenye uji. Ndio maana pia moja ya video nimeelezea ambayo ina ulezi, lakini pia ina vitu vingine ambavyo vinasaidia kuongeza damu. Unaweza ukaicheki, iko hapo juu. Vyakula vingine ni kama mbegu za maboga, lakini pia na ufuta. Bado pia hizi zimebeba virutubishi vya msingi sana kwenye kutengeneza damu. Ndio maana watu wengi, au hata moja ya video ambayo nilikuwa naielezea hapa, niweza kuzungumzia watu waweke mbegu za maboga kwenye unga wa uji. Inasaidia kuweza kupata madini chuma, lakini pia na virutubishi vingine vinavyosaidia kutengeneza damu. Chakula kingine ni maini. Kuna maini ya ng'ombe, maini ya kuku. Hivi pia yamebeba virutubishi vingi sana, ikiwemo virutubishi vinavyotengeneza damu, lakini pia virutubishi vinavyosaidia afya kwa upande mwingine. Lakini hapa natoa msisitizo kwamba maini, kama umechagua kutumia maini, yasitumike kila siku. Mfano, unaweza kutumia mara 1, kienda sana mara 2 kwa wiki. Watu ambao wanatakiwa wawe makini zaidi ni wajawazito. Kitu kingine ambacho kinasaidia kuongeza damu, kuna mronge
ambao tumezoea unaitwa moringa. Huu pia umebeba virutubishi ambavyo vinasaidia kuongeza damu, lakini nakushauri ukitumia, unaweza ukatumia kwenye uji, unaweza ukatumia kwenye juisi, unaweza ukatumia supu, au inaweza ikawa ni chai. Tumia usizidi kijiko kimoja cha chai kwa siku. Madini chuma yaliyoko mle yani zaidi ya ni kama mara 7 ya yale ambayo yapo kwenye zile mboga za majani kama spinach. Kwa hiyo yenyewe ni nzuri sana, lakini zingatia kiwango. Kitu kingine ni juisi mbalimbali. Hii sitaongelea sana. Kuna juisi ya beetroot, kuna rosera. Nimeshazungumza kwenye video ambayo inazungumzia juisi 4 ambazo zinasaidia kuongeza damu. Na cha mwisho kabisa ni habari ya nyama nyekundu. Nyama nyekundu imebeba myoglobin ambayo inaipa urangi wake wekundu. Ile wekundu ina maana kwamba umebeba madini chuma ya kutosha ambayo pia inasaidia kutibu upungufu wa damu. Utafanyaje ili uweze kuwa na damu ya kutosha? Sasa hivi vyakula nilivyovitaja vinatakiwa viwe sehemu ya mlo wako. Mfano, tunaweza kuangalia mlo ambao ni very cheap ambayo kila Mtanzania nafikiri anaweza kuafford. Mfano, umekula ugali wa mtama au uwele, umekula mboga za majani, labda usawa viganja viwili, ukiwa na limau pale pembeni. Umekula dagaa, usawa tu wa kiganja. Una maharage pia, maharage yako pembeni. Kwa hiyo tayari hapa unakuwa umeshatengeneza mlo ambao utakusaidia kuongeza damu kwa gharama ndogo. Mimi naamini kila mtu anaweza kuiafford. Sasa kuna watu ambao wanafanya makosa ambayo yanawapelekea anaweza kawa anakula vyakula hivi lakini aongezeki damu. Icheck video ambayo iko hapo juu, inaweza kukusaidia kuweza kujua ni makosa gani ambayo watu wanayafanya ambayo yanapelekea kutokuongezeka damu, pamoja na kula vyakula vinavyowasaidia kuongeza damu.